Mrembo, umeniambia wewe ni boss lady kwa ukulima. Yeah. Na kuna pesa? Yeah, kuna do. Sasa tutawaelezea hizi pesa ziko wapi. Lakini kwanza nimkaribishe mtazamaji wangu ajue huku kuna do ni wapi? Tuko Juja. Juja. Yeah. Mureri wa Kameme TV gatho cia mwanya muthenya wa umuthi tafarira ya Kayu ka Murimi ya mwanya Juja kodo kwina besha mbeu-ini njithi twakwirire ati hingo ciothe kungakorwo na itari tari na mbeu njithi ni kuhuka rihukaga itarito ria urimi ritikuhuka na ngura ni urimi mukinyaniru urimi wa besha nie Muciri FM Murimi digital muthenya wa umuthi ngakunyita ugeni tunyitanira tafarira-ini ya umuthi tondu twina mbeu njithi metikirite matikuhoyao makunyitwo guoko o hanini no tondu guteithagio witeithĩtie ri tutikimenya ni ate mekaga makagacira urimi-ini uyu ndina Hellen haha augite we ndaguthie kuria gweterera ereherwo akwiyethera guku nikuo besha iri. Hellen, Yes. Nimefurahi sana siku ya leo. Asante. Na nataka kwanza tukaribishe mtazamaji wangu. Mimi nimemsalimia nawe msalimu. Nataka umsalimie kwa lugha ya nyumbani na vile vile lugha ya mtaani na tena lugha ya pesa. Msalimie hata watu nyumbani na hasa waliokukaribisha kwenye pesa kwenye ukulima. Kamera yako ndio hii. Habari zenyu. Mimi naitwa Hellen na wakaribisha hapa ndio kilimo. Kilimo ni pesa, mchanga ni pesa. Karibuni. Kilimo ni pesa. Yeah. Tukisema kilimo ni pesa, wewe tukikuangalia kama kijana ama msichana mrembo ambaye amekumbatia ukulima, ni kipi kilichokuvutia kwenye ukulima? Sijui ulikosa kazi ama uliamwaje mimi nitakuwa mkulima? Tuanze safari yako tangu kule, ulitaka kuwa nini na kwa nini ukasema ukulima? Sijui ni last resort, sijui ulisema sitafuti kazi tena ama uliamwaje? Hapana. Mimi nikigrow up nilikuwa nataka kuwa journalist. Ya Kanze Jena alikuwa ananifurahisha nikimuona. So hizo footsteps nilikuwa nataka niwe kama yeye. But changamoto katika familia, so nikaona hakuna haja ni stress madhe akae hapa hivi na masizi wako wanataka kusoma shule. So ikabidi nitafute hustle kazi. Ya so nikapata kazi, nilikuwa nafanya Lavington, nilikuwa cashier na bado supervisor in a restaurant, and then sasa nilikuwa ka organization kingine back kwa mtaa. Kwa hivyo kama ni hustle umepitia. Yeah, wewe ni taaluma gani ambayo ulifanya ulipoenda pale college? Ni course gani ambayo ulichukua na ulimaliza ama tunasema ya kwamba ulikuja kwenye ukulima kama kukimbia? Hapana. Niliweza kupata pesa, niliweza kusoma ICT, alafu after hapo so ndio nikaingia hizi kazi zingine kupata hiyo kazi. Alafu sasa nikasikia kuna hii KCB Tujiandire Foundation. So vile nilisikia, alafu nilikuwa back ikiwa high school, nilikuwa napenda geography. Nilikuwa napenda tu nature. Hikes ungenipata tukaenda caves nini. So hiyo kupenda geography ndio nikasikia kuna agribusiness somewhere. So I had to give a thought in ndio niende kuingia ndio nijue ni nini wanacho provide. Kwa kile kikundi mlikuwa wangapi na ni wangapi walisikia ukulima wakakumbatia? Wewe ulikuwa mmoja wao. Unasema walikuwa wanataka watu 30. Mlikuwa kikundi cha watu wangapi na ni wangapi walisikia kweli hii ni opportunity? Wewe ulichukua, mlikuwa wangapi wengine? Tulikuwa 30 vile tulienda tukamaliza. So wale make it kuja hapa hivi tulikuwa wachache. Alafu wengine wakagive up. Yeah. Wengine walisikia ni ukulima tu wakatupilia. Wakasema kucha. Kucha zangu. Na wajua kina nani? Tunawajua kucha zao hazigusi mchanga. Lakini pesa wanapenda kugusa sana. Sijui kama umekuwa katika huu mkondo ama hii safari ya huu ukulima wa kisasa. Ni muda upi ili tuweze kuingia to the real project sasa? Ili tujue project ina entail nini na kwa nini mkaamua kulima mnacholima. Umekuwa muda gani na mlianza lini na mpaka sasa mmefikia wapi? Sasa tumekuwa miezi 8, tulianza mwezi wa 12 last year. That is December last year. Tarehe 22. Tarehe 22. Sijui kama kuna maandiko yoyote pale, kuna training yoyote mlipitia pale, kuna mambo mlifunzwa pale ama kuna mambo mlielezewa ama mliambiwa tu kuja kuna pesa Johni nyote ama mliambiwa Johni nyote? Hapa wacha nikupeleke nyuma kiasi. Ukiwa shule tunaenda kwa kipindi training cha miezi 3. Sasa after kumaliza unajiunga vikundi juni business ama partnership ama unataka kuunda kampuni. So in that unaunga wewe na 5, 7, 10. So vile after process go through your name search nini zile papers signatories kenda through ndio sasa tuliitwa pamoja tuje kuangalia site
and then ndio tuangalie structure. Nataka tujue tu kidogo mwendo ni waaste hapa, sababu hii ni safari. Nataka nijue katika ile training mliofanya ni mambo gani mliofunzwa pale. Mimi nikienda class cha journalism wanaambiwa unatizama kamera hivi, sio hivi. Wewe ukitrainiwa ama agribusiness ulifunzwa nini? Tulikuwa tunafunzwa kuna ile theory ya mixture of nutrients. Hapo kuna apply chemistry. So kama ukujua mpoa kwa chemistry, kuna wengine najua hawataweza. Hapa hivi kemia hadi uweke maanani. Ndio usioverfeed ama nini. So tunapelekwa kwa hiyo ya kemia kufunzwa jinsi ya kutumia hizo makemia. Alafu ukishamaliza kuna hiyo practical. Ile tunaenda kwa hizo greenhouse ziko kwa shule, tunaziangalia vile zinaendelea. Kuna shule ambayo wametenga mahali ambapo watakuwa wanatrain watu. Ukulima wa kisasa, ukulima wa digital. Nyinyi hapa mna practice huu ukulima digital. Ni mambo gani unaweza sema ya kwamba sio yale ya Ukambani, sio yale ya Nyeri, sio yale ya Nakuru, ni mambo digital, ukulima digital. Ni mambo gani haya mnafuatilia? So kama sisi hapa tunatumia inaitwa hydroponic farming. Hydro inamaanisha maji. Na ukiangalia hapa kwenye huu mchanga tunatumia mawe. Hiyo the volcanic rocks from Mount Longonot, hiyo eruption ikifanyika. So hii unaitreat alafu ina retain maji. Unlike hiyo ya huko up country in which mvua ikinyesha tunafaa kusubiri, tunaenda na seasons. Hapa season hakuna, hapa mambo ya season, ni all through ina go to through. Hapa kila wakati ni in season. Lakini lazima utilie maanani mambo fulani. Tuangalie huu mpango wa hydroponics na tumekuwa tukiuangalia katika kipindi hiki. Lakini sasa wewe kama kijana unakuvutia vipi? Tunasema kwamba ukulima sio wa wale wazee sasa. Ukulima ni wa vijana na hapa ndio pesa yetu iko. Haya ni mambo ambayo hayakuchafui. Huu mchanga haukuchafui. Kwa hivyo mambo ya uchafu kwenye ukulima hakuna. Ni kweli huu ndio ukulima ambao tunafaa kukumbatia. Wewe umeuona na ukasema ya kwamba hii ndicho kitu nataka kufanya. Mimi naweza sema hii ndio ukulima kwa sababu hapa ujichafui. Kama ni kutumia zile garments zile za protective gears, unatumia tu, si kama kwa shamba nafunga leso hadi nilime. So hapa nikiwa tu nimekuja kama nimeng'ara na makeup yangu naweza fanya kazi na nimalize niende nyumbani. Tulipokuja hapa uliniambia lazima nipitie pale kwenye disinfectant, lazima niangalie wewe, na wewe pia nikaona umejifunga kabla uingie hapa. Ulifanya haya mambo kwa nini? Kwa sababu ya bakteria. Juu kule nje obvious hakuja treatiwa. So ukiingia hapa ndani ya greenhouse tunafaa kwa sensitive kwa hizi mimea. So hata kama uko na homa ufai kukuja kuza hata chakula kwa sababu ya interference na breathing ya mimea. Lazima uwe umesoma haya mambo. Huu sio ukulima wa kifalafala. Huu ni ukulima digital. Ukulima huu lazima mliangalia site selection. Kabla ya hizi greenhouses ziwe zimesetiwa hapa, maji mlikotoa. Hebu tupeleke safari sasa ya project yenyewe. Project yenyewe ina entail nini from site selection? Kwa nini mkachagua Juja? Juja kuna sola, mimi naona jua, hata nilikuwa nataka nitoe J1 niseme jua. Huku hasa ni Darugo, mahali kuna jua kabisa. Kwa nini hapa? Kwa sababu walikuwa wanaangalia pia space. Kwa sababu ukiangalia wale walipelekwa hiyo side ya Rugiri, juu tulikuwa tunasomea Mudhiga, kuna place inaitwa Rugiri, kuna wale walifanya lettuce. So space ilikuwa ndogo. So sisi watu wa nyanya vile tuliselektiwa tulikuwa watu wengi. So walikuwa wanaangalia pia space. So site selection hapa lazima wangeangalia ule upana, wanataka sehemu kubwa. Kuna greenhouses ngapi katika hii project, tuseme hii hapa Juja? Hapa hivi tuko na 21 greenhouses. Kila mtu ana yake. So kila kikundi ni business partners. Hii business partnership lazima kuwe na pesa ambazo ziliwekezwa. Hizi ndizo tumesema ya kwamba kuna shirika lililotoa. Nataka kuzungumzia wale vijana wanasingizia kwamba hakuna pesa. Tuambia kwamba kama kuna palipo na nia pana njia. Wewe ulikuwa na nia ya kutengeneza pesa. Hebu waambie safari yenu ili kuweza kuwavutia ama kuweza kushikana na hao wafadhili ambao waliwapea pesa za kuwekeza. So mimi kwanza ningeambia vijana usichague kazi. Kama mimi nilikuwa nataka kwa journalist, sijui sasa ingekuwa wapi baby. Ungekuwa unatama labda ama labda ungekuwa umepata kazi lakini ungekuwa una pesa. So mimi nilikuwa nataka kuwa mahali pesa zinakuja kila saa. Si pali na ngoja mwisho wa mwezi. Cause kama kuchuna huwa tunachuma kila wiki tukianza kuchuma.
so una harvest on weekly basis. So wasichague kazi kwa sababu kazi ni kazi. Hata ule anatengeneza pale siwe jako kazi na akona pesa zake. Na akona pesa. So mimi naweza ambia vijana ukienda kusoma course, soma course iko na skills. Skills unaweza kuandika, unawezajiandika actually. Kwa sababu nikitegemea kazi ya ofisi, at long last boss atachoka na mimi anifute. But hapa kwa greenhouse nani atachoka na mimi? Si ni mimi peke yangu nikitaka kuondoka. Wewe hata utakuwa mwajiri wa wengine. Yeah, so mimi naweza ambia vijana ukichagua kazi, kuwa so keen on the skills. Usitafute kazi cause my peers wako kwa hiyo kazi, ama my friends, ama my mom, cause mama yako hakupursue course fulani nataka kuendeleza iko ya familia. Hapana, chagua ile unapenda, cause for me nilikuwa na passion about hii agribusiness. Ndio hata imenipeleka hadi sasa sija give up. Na wewe nataka tuangalie zile pesa sababu umesema kuna pesa. Sasa nataka tukuhesabie bila kutaja specifics. Ni pesa average kama ya ngapi hivi unapata kwa mwezi ama kwa mwaka, ama wewe ile tuseme vision yako inataka ikupeleke wapi? Ili nataka nipee hawa vijana wengine pia na watuambie safari yao, watuambie hizi nyanya mkikuza mnapeleka wapi. Lakini wewe nataka kwanza kujua ni pesa ngapi ambazo unakuwa unategemea kwa muda upi? Kipande hizi nyanya inaza after 3 months. So after 3 months ndio mnaendelea mkichuma. So inaenda for 6-7 months. Na ukienda kwa hiyo 6 to 7 months, a kg of one plant inafaa kwa 20 kgs in that span. So 20 kgs na mimea yote hapa hivi ni 1200. Tunafaa tunakuanga 1250 but tunapeana allowance of 50 ikidai. So tunawaka na 1200. That is tuseme 1 point something. So we are talking of good money. Yeah. Mimi naweza kuwa encourage ama kuwasihi, msitafute kazi ati naenda kuandikwa ama nini. Kazi mtu uchoka alafu anafutwa, ama boss anachoka naye anakufuta kazi. So tafuta kwanza, siku hizi kuna social media, kuna opportunities mob zinakuja kwa social media. Just go and Google, utapata opportunities. My NGOs wame link up na Kenyans. So unaweza ingia hapo upate skills na najua utaendelea. Tukuhuhia hanini tugicokereria ni tugukorwo tukiaranĩria na Kioko, ni tugukorwo tukiaranĩria na mbeũ njĩthĩ angĩ meguku project nene project ya guthondeka mbeca tugathie haraya.